Shalom, shalom. Welcome to our second day of prayer and fasting, seeking the kingdom of God. Karibu sana kwenye maombi yetu ya siku 7 ya kutafuta ufalme wa Mungu. Now today it's day 2 prayer point. Now I want to explain upon this day 2 prayer point. Day 2 prayer point inasema, pray against the weight of sin that is wedging your life down to the spirit of disobedience that is chasing God's manifestation in your life. Kwa Kiswahili inasema, omba dhidi ya uzito wa dhambi unaolemea maisha yako. Tunachokiomba hapa ni kuondoa uzito wa dhambi. Katika kitu Mungu anachokichukia ni dhambi. Dhambi na kuondolea ule ujasiri wa kusimama na kumlilia Mungu. Ndio maana unakuta watu wengi wanaishia kuomba toba. Kila siku weni toba na matengenezo, toba na matengenezo, toba na matengenezo, kwa sababu dhambi inakupa ile guiltiness kwamba all the time you just have to repent. All the time you just have to repent. So sin gives you that power, that ability of repenting each and every time. So where you are supposed to seek the kingdom of God, you are repenting. Where you are supposed to ask for healing, you are repenting. Where you are supposed to ask for money, you are repenting. Where you are supposed to ask for marriage, you are repenting. Why? Because it brings that guiltiness inside of you each and every time. So unajikuta tu wewe kila siku unapoanza kuomba unasikia tu mbona kama nimekosea kitu fulani. Ndio ile unakuta unaomba tusi linapita. Unaomba unakumbuka ulivyokuwa unatenda dhambi. So unaacha kuomba kile kitu, unaacha kuabudu, unaanza kuomba toba. Why? Because dhambi inakufanya kila siku ujihisi wewe ni mkosaji. So this is the weight of sin. Sasa inapokuwa hivyo inakuweight down. So sin begins to weight you down, begins to lower you down, so that every time you don't even find the confidence. That's why some people, they can't even stand and pray. Unakuta kabisa mtu hawezi kusimama na kuomba. You can't pray kwa sababu dhambi inakudidimiza, inakufanya wewe kutokujiona kwamba unastahili. Amen. Disobedience is something that will kill your life totally. Most of the time hatupokei vitu kwa Mungu kwa sababu ya kutokutii. God wants you to be submissive 100% to him before he releases anything to you. Na mara nyingi hatupendi kuwa submissive kwa Mungu. Imagine unataka vitu vya Mungu, unataka Mungu afanye hiki na hiki na hiki, but you are not ready to submit. Imagine if you are asking for something to any leader, to anyone, you submit and you will do things that they want you to do. Unapotafuta kitu kwa kiongozi au kwa mtu yoyote, utanyenyekea. Yani atakwambia fanya hiki, utafanya. Hata kama ni dhambi utafanya ili upate that position. We have seen this kwa watu wanaotafuta kazi, kwa watu wanaotafuta opportunities. Wanajishusha kufanya vitu vya ajabu ili wapate kile kitu. But you are forgetting, ukienda kwa Mungu, you are not ready to humble yourself. Disobedience ni kitu kibaya sana. Kutokutii ni kitu kibaya sana, kwa sababu when God gives you instruction, sometimes he doesn't answer your prayer, he answers the obedience that you have. Yani mara nyingi Mungu ajibu ombi unaloomba, anajibu kutii kwako. Now imagine kutii kwako ndo kitu kitakachomfanya Mungu akupe majibu. So umeomba for 20 years, ndo wale unasikia tumeomba sana, tumetoa sadaka sana, but nothing is moving. God is not after your money. Mungu ana shida na sadaka zako. Mungu ana shida na maombi yako. Kitu ambacho anataka akione kwako ili akupe majibu ni kutii. Mungu akikwambia fanya hivi utafanya. Utakapotii, baada ya wewe kutii, ndo matokeo yako yataonekana. So your results, your prosperity, it's behind your obedience. So if you disobey, you won't get it. If you obey, you get it. There's possibilities, 100% possibilities ya kupata kile ambacho Mungu anataka upate when you obey. So most of the time we lack good things because of disobedience. Now we are going to pray to tell God that Mungu, naomba unisaidie. Dhambi yoyote, uzito wa dhambi uliopo kwenye maisha yangu unaozuia kusudi lako juu ya maisha yangu, Mungu naomba uondoe. Na tabia ya kudisobey, tabia ya kutokutii, Mungu naomba unisamehe. Begin to pray in that direction. Pray in the name of Jesus.